Habari za leo wapendwa watazamaji. Bila shaka natumai mtakuwa mnaendelea vizuri. Na wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Pia vile vile msisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwa kuwa mtakavyoingia sivyo ndivyo mtakavyotoka. Somo la leo linasema hivi: je, kweli hakuna kiama? Ni kweli hakuna kiama, kwa sababu wapo watu wengi ambao wamejitokeza na kusema kuwa hakuna kiama. Na naposema habari ya kiama, watu wasizani ya kuwa kwamba naiwasilisha imani nyingine. Kiama, habari ya kiama imezungumzwa katika Biblia. Kama kuna watu ambao wanaamini na kuzungumza ama kueleza habari ya kiama, manake ni kwamba wamecopy from Biblia, kwa sababu Biblia ndio kitabu pekee ambacho kilichoanza kuelezea habari ya kiama kabla ya vitabu vingine vyote. Kwa hiyo Biblia ndio kitabu ambacho ni cha dhamani na cha kale kuliko vitabu vingine vyote ambavyo vimeibuka kuja kukinzana na taarifa ambazo Biblia hutoa kwa usahihi na kwa ukamilifu. Sasa twende tuchanganue na kutazama kweli siku ya mwisho ama katika maisha tunayoishi kiama hakitokuwepo kweli, au habari ya kiama ni habari tu, ni historia kama historia zingine. Ukisoma katika kitabu kile ni cha Mathayo sura ya 22, mstari wake ni wa 23 hadi 34. Nataka uwe makini hapa kuelewa kwamba kweli kiama kitakuwepo au ni propaganda na historia tu za watu wametunga mtaani kwamba kuna siku inayoitwa kiama itakuwepo. Kwa hiyo hayo mambo ni ya uongo au ni ya ukweli? Maandiko yanasema hivi: siku ile Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna kiama. Angalia, Masadukayo wamekuwepo kwa muda gani katika ulimwengu huu? Ni kitambo sana, miaka 2000 sijui na ngapi. Masadukayo wapo, na bado kuwepo kwao walikuwa wanaamini ya kuwa kwamba hakuna siku ambayo inaitwa kiama itakuja kutokea katika maisha haya. Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna kiama, wakamwendea wakamuuliza. Walimwendea nani? Yesu. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alisema mtu akifa akiwa hana watoto, ndugu yake na amuoe yule mkewe ili ampatie nduguye mzao. Basi kwetu kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza akaoa akafariki, na kwa kuwa hana mzao akamwachia nduguye mke wake. Vivyo hivyo wa pili naye, na watatu, hata wote 7. Mwisho wa wote yule mwanamke akafa naye. Basi katika kiama atakuwa mke wa yupi katika wale 7? Ikumbukwe ili swali wanamuuliza Yesu Kristo kwa sababu kwanza wao hawaamini kiama, ni Masadukayo. Wanamuuliza kwamba kuna mtu ambaye alikuwa na mke wake, huyo ndugu alipokufa au ndugu zake 6 nao wakafanyeje? Wakamuoa, na wote hawakupata mtoto wala uzao, hawakumuinulia huyo ndugu. Sasa swali likaja la challenge kwamba uko mbinguni ama hiyo siku ya kiama ni nani ambaye atakuwa mume halali wa huyo mwanamke? Ni swali lenye mtego walilomuuliza Yesu Kristo. Wanamuuliza swali hili ikiwa wao wenyewe hawaamini katika habari ya nini? Ya kiama. Kwa wanamuuliza ili wamkamate. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi ninachotaka kuambia ni kwamba mawazo ya kimungu ni mawazo tofauti na mawazo yote ya kibinadamu. Kwa sababu mawazo ya kimungu
hayawezi kuzuilika. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa maana katika kiyama hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika mbinguni. Tena kwa habari ya kiyama ya watu, hamjalisoma neno lililonenwa na Mungu akisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Na makutano waliposikia walishangaa kwa mafunzo yake. Kocha msingi kwamba kiyama kipo. Kuna watu katika imani zao wanafundisha kwamba siku ya kiyama tukienda mbinguni tutaongezewa wake, mtu atakuwa na wanawake sijui 7 kuchanganya na mke ambaye aliyekuwa naye duniani wanakuwa sijui wake wangapi, na wale wanawake huko watakuwa mabikira. Ila sasa Yesu anatufafanulia ya kwamba siku ya kiyama hakuna mtu ambaye ataoa, kwa sababu wote tutafanana na malaika, na malaika hawana jinsia, ni roho. Kwa sababu hata wokovu ambao tunaopata sisi sio wokovu wa kimwili, ni wokovu wa kiroho. Though tunapookolewa tumeokolewa kiroho si kimwili. Huu mwili wenye tamaa tutauacha. Mwili wenye hisia tutauacha. Mwili wenye kutaka mimi niingie kwa mwanamke nitauacha. Mungu sio Mungu wa wenye mwili, bali Mungu wa walio hai. Sio Mungu wa waliokufa. Waliokufa wote wapo katika mwili. Wanaamini kwamba wakifufuliwa ama siku ya kiyama wataoa, ni mawazo ya kimwili. Ila wale ambao hawapo katika mawazo ya kimwili wanaelewa ya kwamba watakapofufuliwa upya watafufuliwa kiroho si kimwili. Na kama kuna mili, maandiko yanashuhudia watu watavaa mili mipya isiyokuwa na dhambi, sababu hii mili tulio nayo ni mili yenye dhambi. Kwa ninachotaka kusema ni kwamba wale wanaosema ya kuwa hakuna kiyama, sababu kuna watu wawili. Kuna watu ambao wanaamini kiyama kipo ila wataenda kupata wake huko. Kama unaamini ya kwamba utafufuliwa alafu siku hiyo ya kiyama ikifika utaenda kuongezewa wake wengine 3, manake hujaelewa siku ya kiyama itakuwa imehusiana na nini. Kuko watu ambao wanaamini kiyama kipo lakini wameamini kimakosa. Na kuna wale ambao wanaamini ya kuwa kwamba kiyama, siku ya kiyama haipo, ni hadithi tu. Manake hao watu hata habari ya Mungu hawaielewi na hawataki kuisikia. Biblia ninavyosema siku zote sio gazeti. Tuelewane. Sio gazeti ambalo utalishika alafu ukalisoma kwamba Yanga imegaili kucheza mchezo uwanja wa Taifa, ama Simba wamevurugana na Yanga kwa sababu ya waganga wa kienyeji. No. Hizi sio habari za waganga wa kienyeji. Biblia habari zote zilizokuwemo humu ni kweli. Na usipoamini ili upate uzima wa milele, umepotea, umekufa, upo katika mwili, na mwili hauwezi kurithi ufalme wa Mungu. Unajua kukupatia haya maandiko ni ili ujisomee, upate ushahidi mwenyewe. Luka, ukisoma katika kitabu kile ni cha Luka sura ya 20, mstari wake ni wa 27. 27 mpaka 40. Inasema hivi: kisha baadhi ya Masadukayo wakamwendea wasemao ya kwamba hakuna ufufuo. Wakamuuliza wakisema, mwalimu, Musa akatuandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke lakini hana mtoto, na amtwae huyu mke ampatie ndugu yake mzao. So
ni habari hiyo hiyo moja ambayo iko repeated kwa ajili ya kuconfirm kile ambacho kimesemekana katika kitabu kile ni cha Mathayo 22:23 hadi 34. Na ukisoma Marko 12:18 hadi 27. Ukisoma Luka 20:27 hadi 40. So, haya mambo yalielezewa katika Biblia. Na tunapata concept halisi namna Yesu anavyotufafanulia habari ya unyakuo, ufufuo ama siku ya kiyama itakuwaje. Kwa hiyo wewe ambaye unaedhani kuwa kwamba siku ile ya ufufuo ama ya kiyama utakwenda kuoa, you are in the wrong way. You have to stop kuamini hivyo, urudie katika kuamini kile ambacho Biblia inatupatia, kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa anayajua ya mbinguni zaidi ya Yesu Kristo na mitume aliyowafunulia ya mbinguni, kwa sababu huyu ni Mungu mwenyewe aliyevaa mwili. Nasema huyu ni Mungu wapi? Kuna watu wana tabia ya kusema hivyo, kwa huyu ni Mungu wapi? Huyu ni Mungu wapi? Soma Yohana sura ya 10 mstari wa 37. Yesu ni Mungu, hapana mwingine. Yohana 10:33 kushuka. Yesu ni Mungu. Yohana 10:30 na kushuka. Wayahudi walikuwa wanamjua vizuri Yesu kuliko wewe. So, walikuwa wanajua Yesu, walikuwa wanajishuhudia kwa yeye ni Mungu, ndio maana walikuwa hawaelewani naye. Kwa ninachotaka kusema ni kwamba tuamini ya kuwa kwamba kiyama kipo. Ufufuo na uzima upo. Unyakuo upo. Usipoamini hivyo vitu, manake ni kwamba uko against na Biblia. Upo against na Yesu Kristo. Upo against na Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Kwa hiyo lazima hiyo siku itakuwepo. Nataka kusema ni kwamba nakupenda ndugu yangu, katika maswali ulionayo uliza. Uliza, tutajibizana kwa amani na upendo. Ila ufufuo, unyakuo ama tena kiyama kipo, ila kiyama cha uhalisia ikiwa mhukumu wa mwisho ni Yesu Kristo. Hawa wengine wote manabii mnaowasikia, wengine ambao wameunda taasisi zao, wengine wakaunda dini zao kusema kuwa kwamba wapo katika dini sijui ya haki, na wengine wamepotea na hawapo katika kweli. Kweli ni Yesu Kristo, na ndiye pekee anayeweza kutoa uzima wa milele. Bila huyo ni historia. Hakuna uzima wa milele ambao unaweza kutoka sehemu isipokuwa ni kwa Yesu Kristo. Hao wengine wote ni historia na majungu na uchawi na kupotoka katika kila wanachokifanya. Nakushukuru ndugu yangu uliyenitazama, katika jina la Yesu Kristo. Amen.